kwa uhalisia ni tajiri. Na haya ndiyo majibu yenyewe hapa. Ukoloni haukuisha, ila ulibadilika. Mlikuja mkaanza kumiliki ardhi yetu na mkaanzisha makampuni, mkachukua kwa nguvu na mnafanya makubaliano. Mwanzo mlitutawala kwa fimbo na viboko, lakini kwa sasa mnatutawala kwa mikopo. Ngoja niwape ushahidi unaoshikika kwa namba, majina, tarehe, lakini kamwe hamtaweza kuandika kuhusiana na haya. Glencore ni kampuni kubwa ya uchimbaji ambayo inachimba cobalt huko Kongo. Walitakiwa kuilipa serikali ya Kongo dola za Kimarekani bilioni 256 kama kodi, lakini matokeo yake wakalipa dola milioni 500 tu, ambayo ni sawa na 0.2%. Je, hii ndiyo haki? Rio Tinto ni kampuni kubwa ya uchimbaji ambayo ni ya Australia na Uingereza. Wanachimba bauxite huko Guinea, tani milioni 20 kwa mwaka. Lakini je, ni nini wanachokiacha kwa ajili ya ustawi wa taifa la Guinea? Uharibifu wa mazingira na kansa pia. Total, kampuni ya nishati, ni kampuni ya Kifaransa kubwa ya mafuta. Inachimba mafuta Angola, Nigeria, Kongo. Mwaka 2022 ilipata faida ya dola za Kimarekani bilioni 36 kwa uwekezaji walioufanya huko Afrika, lakini mabomba machafu Anglo-Amerikani waliyafandi haya huko Afrika Kusini, lakini sasa huko London. Almasi, platinum, chuma, wanachukua kila kitu. Ni nini kilichobakia Afrika Kusini? Watu milioni 6 hawana ajira, na hiki ni kipande kidogo tu katika donge kubwa la barafu. Vipi kuhusiana na mikataba ya kisirisiri ya kimya kimya ambayo haijulikani? Akaunti za siri, lakini miamara kwa mbinu chafu wanazozifanya Afrika. Dola za Kimarekani bilioni 88 kila mwaka basi zinatoka Afrika. Ni nani anayeandika kuhusiana na haya? Kila mwaka dola za Kimarekani bilioni 45 kwenye misaada inakuja Afrika, na kila chombo cha habari kitaandika kuhusiana na misaada wanayoileta huku, lakini hakuna mtu hata mmoja anayesema kuwa Afrika siyo bara la kupewa misaada au kupokea misaada. Ni bara linalotoa misaada kwa mataifa mengine. Mnapotega kamera zenu kwa watoto waliovimbiana matumbo huko Afrika, kuna mfumo mkubwa sana unaofanya kazi kimya kimya, tena chini kwa chini. Kila siku tani za dhahabu, almasi, cobalt, uranium na mafuta vinaondoka kutoka Afrika. Lakini ni kwa namna gani? Mifumo yenyewe iko hivi. Hatua ya kwanza, wanatengeneza mazingira ya rushwa na kuwanunua viongozi wetu, kutengeneza akaunti za fedha za nje, wakiwaahidi maisha ya starehe. Tutawasomesha watoto wenu shule za gari huko kwetu. Hatua ya pili, kuingia mikataba ya miaka 50 mpaka 99 bila kuuliza kuwa ushuru utakuwaje ama kodi watalipaje, lakini wakati huo huo wakiacha haki za wafanyakazi ambao ni wazawa. Hatua ya tatu, kudhibiti miundombinu. Chukua au miliki bandari, viwanja vya ndege, reli, lakini kutoka migodini mpaka uko bandarini. Na usijenge barabara kwa wanakijiji, usilete umeme mashuleni. Hatua ya 4,